Maisha nayoishi sasa hivi ni mazuri sana. Yesu ni mwema. Hapa mpaka watu wananiuliza, "Wewe Masau Bwire?" Maana nakuwa na simu nyingi sana. Mimi si Masau Bwire. Mimi ni Magida. Sema tu majina yanafanana MM. Huwezi kukaa na simu moja. Unakaa na simu moja kama moyo wako. Lazima kwani mimi mtu akiniuliza, "Kwani unakaa na simu nyingi?" Namuuliza yote ya kutembelea sio daladala. Mbona watu wanakaa na magari? Watu wanakaa na magari 6. Ananunua magari 6. Yote anaweka pale nyumbani kwake. Anataka atoke na lipi aache lipi. Sasa mimi hizi simu na kwa nazo kwa sababu nikitaka nitumie ipi, kila simu ina maisha yake. Unaona? Kwa hiyo kutokana na simu watu wanasema wewe Masau Bwire. Kwamba Masau ndio anabeba simu nyingi. Alafu akiwa hataki kuongea na watu zote zinazimwa. Zake na mimi nampongeza sana Masau popote pale alipo. Aendelee kuzinunua sana. Ndio maisha. Sasa unataka ukazinunulia kaburini. Simu unazimiliki duniani. Yesu akirudi unaenda kula maisha mbinguni. Au sio? Mbali na utumishi. Mimi bana ni daktari wa meno. Yaani usipopona basi mimi yani niite sio binadamu tena. Bila tu meno yanayouma ndio kazi yangu naifanya. Nadhani hata watazamaji wananifahamu vizuri tu kwa sababu nimefanya matangazo ya kutosha. Dawa zinatoka Usukumani nini? Unatengeneza mwenyewe. Unajua shida zinafundisha maisha. Unajua mimi nilikataka kuomba, kuwa omba. Tena hapo ngoja nikwambie kitu. Unajua sisi wanadamu kila mtu amempa kitu chake. Na ninasikitika kwa mfano watu kama sisi. Kuna sehemu fulani watu wanatuchukulia simple sana. Unaona? Watu wanatuchukulia simple. Lakini nataka nikwambie leo kwamba yani hapo unapomwona Magida hapo huwezi kunitenganisha na wazungu mimi hata siku moja. Yaani sisi wazungu hawa kabisa wanaokaa Ulaya, Uingereza, Ujerumani, sijui Switzerland, si Australia. Sisi ndio tunafanana nao kabisa. Yaani kuanzia akili kama huamini. Fanya research watu kama mimi. Watu kama wewe kivipi kwanza? Yani wenye rangi kama yako. Wenye rangi kama kwangu. Yaani akili zao darasani zisearch vizuri. Kama ukikuta mbumbumbu niletee. Wanafanya vizuri sana darasani kuliko unavyofikiria. Sisi tunaweza kugundua vitu. Ila sasa kwa sababu tumezaliwa kwenye mataifa ya Kiafrika. Na wazungu ninavyowajua mimi hawataki Afrika inuke. Kwa hiyo wakatengeneza kitu kinachoitwa kwamba walemavu wa ngozi. Ili msitupe kipaumbele cha kusoma vizuri. Lakini kama serikali za Kiafrika zingechukua hatua. Sasa piga mahesabu mimi nimegundua madawa ya meno nimeyatoa wapi? Nimegundua madawa vidonda vya tumbo nimeyatoa wapi? Hiyo akili imetoa wapi? Na watu wanapona vizuri tu. Kwanza mtu anaporudi kumchukulia mwingine, sikapona huyo. Mtu kama sasa hivi sifanya hata matangazo. Lakini watu wanakuja. Sasa kwa nini wanakuja? Wanasema nimepewa namba yako na mtu fulani, ulishawahi kumtibu. Si nikashapona wewe tayari? Sasa watu serikali za Kiafrika zingejua wakawapa watu kipaumbele, watu kama mimi wakawasomesha vizuri. Sisi ni wataalamu sana wa kugundua vitu mbalimbali sana. Yaani akili ya mzungu nayo iona inabuni vitu mbali na mimi na sisi ndio tuko vile vile. Ndio maana hata mimi darasa la kwanza mimi sikusoma. Nimejua kusoma na kuandika sijaenda hata shule. Kweli? Sijaenda hata shule mimi nimejua kusoma na kuandika. Nilikuwa naulizia tu hii ni nini? Miezi miwili tu, si mwezi mmoja ule. Tena kijijini nachunga mang'ombe Usukumani huko. Sasa hapa tulipo sasa kama unavyoona nje ya huduma nafanya kazi kama hizo. Maisha yanaenda. Mimi niende kwenye huduma unipe nauli usinipe fresh tu. Kama umemwona Bwana Yesu astahili kupewa nauli yake. Maana mimi ninapoenda kwenye huduma maana nimempeleka Bwana Yesu. Kwamba wataendaje wasipokupelekwa? Japokuwa wewe unaweza kwenda mwenyewe. Naweza kwenda mwenyewe ila mimi nitimize tu andiko. Mimi ndo kazi yangu ndio hiyo nje ya huduma. Kwa hiyo nilikuwa nashauri hata serikali nilikuwa naishauri kabisa. Waangalie watu wenye ualbino. Wana akili kuliko unavyofikiria. Mpeleke darasani. Mlinde kabisa, msimamie. Wewe kuna katoto ka dada yangu kanapiga mpaka leo, kameingia form 1 sasa hivi. Kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 kalikuwa kanasoma hapo nani wapi hapo.
hapo Jeshi la Wokovu hapo Plasini hapo. Salvation Army kule. Kamepiga wamekapeleka Mtwara huko kameanza form 1. Ana rangi kama ya kwako. Kinapiga kazi. Sasa watu kama wale ukiwafuatilia wanakuja kukupa material baadaye wanalisaidia taifa kuliko unavyofikiria. Mnakosa vitu, mnakosa wabunifu wa kutengeneza silaha, wabunifu wa kutengeneza simu, wabunifu wa kutengeneza muundo wa magari, kutengeneza kitu chochote. No. Kwa sababu hivi vitu vinavyotengenezwa Ulaya si ni wanatengeneza wanadamu tu. Madini mengine, material mengine yanatoka huko Afrika huku. Sasa kwani wanatengeneza malaika si watu tu? Sasa ndio hivyo sasa. Kwa hivi ndivyo akili zetu sisi zilivyo. Umesema umewahi kuchunga ng'ombe. Kwenye kuchunga ng'ombe kuna raha na karaga. Yaani hakuna raha. Wewe ile raha iondoe. Yaani ukisikia utumwani Misri ndio Misri hiyo. Yaani kuchunga ng'ombe acha kabisa. Kwa hiyo ulikuwa unachunga ng'ombe kama wangapi? Ng'ombe 50. Wakati wakapungua kidogo hapa 30. Alafu mbaya zaidi wale ng'ombe wachanganye na mbuzi. Alafu nyakati za masika. Mbona utaimba wimbo mpya bila kujifunza? Akipotea mmoja nyumbani unasema. Yaani kipigo kama kawaida. Yaani ni Misri. Lakini ile imenifundisha mimi kwa sababu hapa sasa hivi naweza kukaa juani, naweza kufanya kazi yoyote unayojua wewe. Hapa nilipo hapo naona hapa. Najua kuendesha pikipiki, najua kuendesha bajaji na nimewahi kufanya kazi ya mnaita ni bodaboda. Nimeendesha pikipiki miaka 2. Nabeba abiria. Ulikuwa unapaki wapi? Lumo pale. Wananchi wangu wa Lumo pale wanajua. Wanakufahamu wakikuona pale. Magida Timotheo. Yaani Magida mwenyewe. Na jina sibadilishi ni lile. Magida Timotheo. Siku za kwaya naondoka naendesha pikipiki yangu mpaka huku. Maisha yanaenda. Yesu anakutokea hivyo. Unajua heshima yako ipo tu. Hata unashangaa kuna waimbaji wengine wanakuwa wanafanya ustaa sana hata kufanya kazi ngumu. Heshima yako ni ipo tu, hata ufanyeje. Sasa sisi tunaimba nyimbo za Injili. Tunafanya kazi yoyote, heshima yako iko pale. Kwa mfano mimi nilikuwa napiga bodaboda. Nikimaliza napata mialiko yangu. Naenda kuliamsha. Maisha yanaenda. Hamna shida yote. Yaani niko vile tu. Unaona? Nikialikwa hata nje ya nchi naenda. Heshima iko vile. Nikirudi Dar es Salaam kamata pikipiki. Safi. Kwa hiyo nimechunga sana ng'ombe, mimi nimechunga miaka 7. Jua langu, mvua yangu. Unaona? Na bado Yesu nikampata baadaye. Maana wakati nachunga ng'ombe nilikuwa sijaokoka kabisa. Wewe uliokokaje? Niliokoka katika mazingira ya ulihubiriwa. Yaani niliondoka kijijini kwenda Shinyanga mjini. Nimekaa pale tumeuza mitumba pale na Wachaga pale. Tumeuza mitumba sana, baadaye nikaamua kwenda Mwanza mjini. Sasa kule Mwanza mjini kule kuna ndugu yangu alikuwa ni askofu wa kanisa la Peta. Anaitwa Mwanzalima, ndio nikafikia kwake. Kwa sababu babangu mzazi walikuwa na urafiki, walihubiriana Injili huko, mmoja akaokoka, yani babangu ndiye alimhubiri akaokoka. Kwa ukawa kama undugu mpaka leo. Ndio nikafika pale. Sasa utaenda kwenye nyumba ya mchungaji afu usiingie kanisani. Utaingia. Lazima uingie. Kwa hiyo na muziki nimejifunzia pale. Kila kitu nimejifunzia pale. Hapa nilipo najua kupanga sauti yoyote unayojua hapa duniani ya uimbaji mimi napanga. Na vyombo unapiga? Napiga. Unapiga gitaa gani ama? Napiga bass, napenda sana kupiga bass. Ndio unalipiga. Sema hapa hatuna, ungepiga ili watu wasije wakasema wanialike. Kwani kuna shida? Wasiandikie mate. Wakati wino upo. Hebu mpe kwanza mtazamaji namba yako. Namba yangu mimi ni 0714 26 7875. Tigo ya 14 wanasema kwa Kiswahili 26 78 75. Lakini kuna kanamba rahisi kabisa 0772 1000 33. 0772 1000 mawasiliano yangu mimi ndio yako hivyo. Mimi nipo, Watanzania wanipokee, nataka kuachia tena vitu, nataka kuanza. Nikianza sasa mwendo huu naenda na kufungua na kanisa kabisa. Una maono ya kuwa mchungaji? Lazima sasa hizi nyimbo tunazozitunga ni mahubiri. Kwa hiyo tunaongea vitu vichache. Mengine hatuyamalizii. Lakini ukihubiri kama na nusu saa nzima unawapa watu kitu ambacho kitu.
Kwa hiyo unafundisha kwaya? Mimi mwalimu wa kwaya. Unatunga nyimbo mwenyewe ama wanatunga wao? Natunga mwenyewe. Sasa utakuwa kuna sifa ya walimu. Sasa mwalimu gani anatungiwa nyimbo tena? Natunga mwenyewe, nafundisha sauti mwenyewe. Na wapanga watu waimbe hivi. Safi. Kwa sababu mimi walionifundisha ni watu ambao wana kiwango cha juu sana. Na nimekaa chini ya walimu wangu miaka 7. Sikukurupuka tu kukufundisha kwaya. Alafu mimi sifundishi njaa. Nafundisha kama huduma, lakini na nakubalikiana nako kunafaa pia. Kwani kuna anayefundishia njaa? Mimi najua siri nyingi za muziki. Unafikiri watu wasipopewa nauli wanalalamika? Wewe acha tu. Nikaomba kwamba waimbaji wawe na kazi zao maalum. Hata Ulaya kule unakuta mtu linaimba kanisani lakini nje ni daktari. Nje linacheza mieleka. Nje linafanya kazi zingine, labda mhandisi. Nje linafanya kazi labda lifundi fulani hivi. Lakini kanisani, haleluya, mambo yanaenda. Ukitoka hapo huwezi hela kula. Sasa wewe usipopewa na yule mchungaji unaanza kufikiria inakuwa ngumu hiyo. Kwa hiyo kufanya kazi nayo ni nzuri kwa sababu unajichanganya na jamii. Unaona? Ndio maana naambia kwa watu kwamba hata unapokuwa na gari lako, panda daladala. Usipopanda daladala, hutaona mengi, hutajua mengi. Unajifungia tu kwenye gari lako, unaumizwa na simu ndani. Toka ukapande daladala, ukasikize jamii inazungumza nini. Wito wangu ule wa kweli kweli, Yesu anarudi. Kabisa. Hizi mbwembwe hizi unaingia kanisani kwa mazoea, itakula kwako mheshimiwa, kwa sababu chochote chaweza kutokea. Kama ni vita vimeongezeka sana kila mahali, watu hawapendani, watu wanazulumiana, kupata kazi tu mpaka mtu akuunganishie. Mambo ya ajabu yanafanyika. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wajipange, hasa watu walioweza kuokoka na ambao hawajaokoka. Watengeneza mazingira ya kuokoka. Hii dunia tunapita, hata ukijenga nyumba nyingi, kwa mfano mimi pale kwangu najidai kwamba nimejenga Kigamboni sina nini. Siku ukikata roho unaiacha nyumba na hizi simu hizi za mkononi unaziacha. Unaenda wewe kama wewe. Sasa ya nini? Yesu akasema ya nini ukupata ulimwengu wote na huko ukipata hasara ya nafsi yako? Kwa ni vizuri mtu wakaokoka. Hivi vitu vinapita. Hizi laptop tunaziacha. Siji ni tunaacha. Unaenda kwenye jeneza. Roho yako inayojitambua kwamba mimi ninaitwa fulani, mimi ni Magida, ndio inayoenda kusimama mbele za Mungu kujibu mashtaka. Uliishije duniani? Ulikuwa unawadhulumu sana wananchi. Unaona? Kwa hiyo kuna mwimbaji wa Bongo Flava aliimba wimbo unasema pita huku. Sasa wakati wa kupitishwa huku sasa ndio usije ukapitishwa kubaya kwenye moto. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba watu waokoke. Labda kama wito wangu mwingine unataka upi labda? Kwenye meno sasa, ndugu yangu, kwenye meno kuna mtu hali nyama, kuna mtu anakuambia meno yote yameisha. Huyu anafanyaje ili aya aliyosalia basi yabaki, asije akawa babu kibogoyo kabisa au bibi kibogoyo? Unajua kama nilivyozungumza. Unajua hii neema ambayo Mungu amenipa ya kutibu meno watu. Nilikuwa nashangaa sana watu. Ila nashukuru watu walionielewa ambao nimeweza kuwatibu. Wito wangu naomba wanitafute. Kwa sababu haya utang'oa mara ngapi? Meno utang'oa mara ngapi? Haya, umevimba fizi sasa zinatoa damu, unatoa harufu mbaya. Na utaenda kung'oa fizi. Kwa hiyo ni vizuri tu akanitafuta. Kwa hiyo na vinywa vya kutoa harufu mbaya unatibia. Yaani tena mimi nataka mtu aliyeshindikana hospitalini ndio aje. Kwa sababu lazima nitakuhoji. Umeenda hospitalini kwanza, maana nikikutibu unaweza kusema kawaida. Mimi nataka uende kule. Ishindikane ndio uje. Hamna cha harufu mbaya hapa. Mtu anakaa sawa kabisa. Na kitu kingine ambacho nakutolea wito ni kwamba watu wawapende sana wachungaji wao. Jamii ya watu waliookoka. Watulie makanisani. Sio mara unaenda kuombewa huku, unatoka unaenda kuombewa kule, unatoka unaenda kuombewa kule. Sasa unafikiri Mungu anabariki kwa mtindo? Sasa mimi kwa mfano mimi Mungu amenipa maisha ya kuishi peke yangu kule na nini nimejenga mwenyewe. Mimi niliombewa na nani sasa nilienda kuchukua maji wapi? Hii si nilimwambia tu Bwana Yesu nibariki, si umesema mwenyewe kwamba kila ajaye kwako hutamtupa nje kama. Sasa unaponiona nakaa kwa nyumba za kupanga, wewe ni kwamba unanitupa nje. Na umesema kwamba kwenye kumbukumbu kama sikosei kumbukumbu la Torati. Kama ni kumbukumbu la Torati. Kwamba unawaambia Waisraeli kwamba watakapokuwa
wamekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri wakaishi humo, wasimsahau Bwana Mungu wao. Sasa mimi sijakaa kwenye nyumba yangu ipi sasa? Hii nyumba yangu mimi ni ipi? Maana huku ni kwa watu. Huwezi kupata tazamana yoyote. Unaona? Kwa hiyo nataka kwamba kila mtu apambane iwezekanavyo, kwa usikimbie mara unaenda kusali huku, mara unaenda kuombewa huku. Jiombee wewe mwenyewe, nenda kwa mchungaji ambaye anajua kufundisha vizuri neno la Mungu, likamate, lifanyie kazi. Ingia kwenye maombi. Ukiona issue haieleweki, funga hata siku 3 na kula. Yaani Yesu usiponitokea mimi pote la mbali kama kuwa ni uwe. Mpaka nihakikishe umenijibu. Unapambana, unaomba. Na Biblia inasema aombaye upewa. Unaomba, unafunga siku 3, siku 2, kama tumbo lako liko kushoto kulia, unafunga hata siku 1. Mradi tu Mungu aone kwamba umezamilia. Anakujibu. Lakini ukiacha mara unaenda kuombea, hasa anayekuombea mwenyewe binadamu. Tena imeandikwa amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Unaombewa tu kila saa unaomba. Maana ya kuombewa, mtangazaji, ni kwamba ni sasa na askari ambao wako vitani wanapigana. Kila mtu ana bunduki anapigana. Maana yake tunaposema tunaombeana, maana yake tunakusanya silaha zinakuwa nyingi, tunampiga shetani. Sasa wewe mwenzako unataka uombe, wewe mwenyewe uombi. Sasa utakesha. Haya, niambie mtangazaji, walioombewa wamenunua magari. Si wana mioyo yao tu, shida ziko zile zile. Lakini sisi ambao tunapambana, namwambia Bwana Yesu, nataka unionekanie. Nipe kiwanja mwaka huu. Anakupa. Unaona? Nifanyie mwaka huu hiki. Anakupa. Ndio maisha yanavyoenda. Kuombewa mimi sikatai. Kaombewa, lakini usibezi sana, na wewe mwenyewe jiombee. Ndio maisha yanaenda. Lakini sasa usipojiombea, utaombea lakini anayekuja kukubariki ni Mungu. Mwisho wa siku anakuuliza, "Bwana, sijakuona." Yesu mwenyewe mjanja alikuwa anauliza, "Unataka nikufanyie nini?" Sasa Yesu anakuuliza unataka nikufanyie, kwani haoni kwamba unaumwa? Haoni kwamba wewe ni kipofu? Kwa hiyo utakachotamka ndio Mungu anakupa hicho. Nashukuru sana Magida Timotheo. Mtazamaji, unamuona Magida ametokelezea mwenyewe. Nikupe nafasi ya kumpa mtazamaji akapela fupi sana ya wimbo wako. Naona wanakwaya wanakuita huko. Wananiita bana. Wimbo mwingine. Kuna wimbo wako ule na ikumbuke hiyo toni inakuja. Huyu ndugu msaidieni. Huyu ndugu alikuja kwetu, akajitambulisha vyema, akasema ameokoka, anampenda Bwana Yesu. Lakini mambo ya rohoni bado yanampiga chenga. Huyu ndugu msaidieni, msaidieni kwa maombi, huenda atabadilika. Nilitunga huo wimbo kwa sababu kuna watu wanajifanya ameokoka, amekuja anajiunga kanisani, kumbe na mambo yake bwana. Anaenda tayari ameshampa mtu mimba. Matapeli hao wa kiroho. Anajitambulisha vyema, anaokoka, anampenda Bwana Yesu, kumbe mambo ya rohoni yanampiga chenga. Afungagi, haombi, maombi hata dakika 15 kashaisha maneno. Unajua kuomba nako ni kipaji. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndio anakupa maneno ya kuzungumza. Unaona? Kwa hiyo hata mimi ninachoongea hapa ni Roho Mtakatifu ananipa kuzungumza. Ni kwamba kwa sababu ndio anakupa nguvu ya kutamka. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Nashukuru sana. Kwa hiyo barikiwe sana. Amin. Karibu sana Kigamboni. Asante. Wewe ukija na kupeleka beach kabisa unaogelea kwanza. Yaani unapomtembelea mimi, unapomtembelea Magida uje na nguo za kubadilisha kama unaenda kubatizwa. Nguo za kwenda kuogelea zingine. Kwa anataka kubatizwa baharini anaweza akafika. Ukitaka kwenda kuogelea mwenyewe unaenda. Sasa huko si mtu atazama asiyejua kuogelea. Beach na mazingira yake. Sasa kuogelea watu wanaogelea. Watu wanaogelea. Ndio hivyo. Lakini zaidi ya yote nikukaribisha sana hata hapa kanisani kwa wanakuwa nao wafundisha. Asante. Ni mambo yatakuwa mazuri kabisa. Sawa.